Fast forward, the blackmail came. Which blackmail? Ya Rigathi. Na nimesema na wacha nirudie. Blackmail ilianza na pesa. Nakumbuka kitu ilikuwa inaitwa confidential. Confidential expenditure. Ilianzia hapo. Na chakula ya school feeding. Kwanza hebu ita Aaron Cheruiyot tumuulize. Tumetumiwa mimi na Aaron. Umesaini mapesa? Kwa budget. Tumeitwa kwa ofisi ya deputy president. Tumekaa hapo, CS wa education Mashogu wako hapo, PS Belio, some guy called Yusuf mwenye alikuwa in charge of Nakonek. Tumeambiwa hawa watu. These people wananunua ngunia maharagwe for 9,500 shillings. Na hii pesa yote wanakula kwa ministry. Hawa viongozi wako na kazi ngumu sana ya kumanage bunge. Ambiwa sasa nataka mjue vile hiyo budget either itakatwa ama hawa waseme watafanya nini. Yule Yusuf akajaribu kujitetea akaambiwa nyamaza. Kumbe tulikuja kugundua ilikuwa extortion ring. Hiyo pesa ilikuliwa na Rigathi na Mashogu ya school feeding. Pesa ngapi? When the president realized akafunga. How much was it? Mimi sijui ni pesa ngapi, enda uwaulize. Lakini haikuwa pesa kidogo. So president akajua kuna wizi inafanyika ya school feeding. Akafunga. Kakuja confidential pesa, sijui ofisi ilikuwa confidential office of the deputy president ilikuwa 300 million. Imetumiwa 700 by force. Ile PS treasury CS Ndungu wanapigiwa masimu, lazima u approve release. So until they complained, kasemekana hii pesa ikuje under 223 approve bunge. So treasury wakasema bunge ilikataanga such recurrent expenditure being done under 223. Nikaitwa na Rigathi. Ukiona na beef na mimi ni sababu tunajuana. Okay. Kaambia hii pesa natumianga ya kumanage mambo. Yangu imeisha, nataka unisaidie, iko pesa tumechukua hapo, nataka ikuje na 223. Nikamwambia pesa gani? Hii ya confidential. Nikamwambia 223. Haiwezekani. Nikamwambia I was the author of a recommendation was the chairman budget and appropriations committee way back in 2018 that we cannot use confidential. We cannot use Article 223 on such expenditure. How do I now as leader of majority ask the chairman budget to approve such things or ask the house? Hiyo wachana naye. Si ungoje mwaka karibu ishe. Nyinyi, we have the numbers in parliament. Hey, but your excellency, we have numbers but they are not to abuse, to do illegal things. That one, hata kama ni vile, my conscience will not allow me to do it, and I'm sorry, I will not do it. So, you can talk to the president. Akaenda kwa president. I was in that meeting. Akiambia president, tulikuwa tumeongea na leader ameniambia bunge iko na shida. Taka ni approve, treasury wa approve, nipewe pesa under 223. President akauliza kwani pesa imeisha? Sema I'll talk to treasury. Treasury wakasema imetumika and he has committed up to 700 million. President said no. And that budget must never be beyond 200 million. And he called me and told me, make sure that budget never goes beyond 200 million. Even State House, we don't have that kind of money. So, ikasemekana, makataliwa na akaambiwa. I'm going to tell Rigiji. Akaambiwa. Rigiji called me. Ambia sasa, amekataa, lakini hiyo pesa anakataa naye, atakuja kama ameshika bilioni 10 na meno hivi. I asked him, the president. Bilioni 10? 10 billion.
If you talk to MPs, they will tell you because a number of MPs aliita, he was trying to recruit MPs to his corner to use them now for blackmail. That is where now the MP started parting ways. Then wakaanza vita, sijui Dindi anafanya functions, anaenda anatoa pesa, sijui ameenda na chopa, ametoa pesa mingi kuliko ya deputy president, ni kama anataka kuwa deputy president, ikakuwa vita. Ukionekana na Dindi, unatukanwa. Ikakuwa vita kubwa. I was the only person. And if Rigathi would be honest, he would tell you, and you can ask any member of parliament from the Mount Kenya region. When they were all now like this, diametrically facing opposite sides, I was the only one trying to bring them together. And I went to Rigathi nikamwambia, please make friends with these MPs. Wacha hii mambo ya vita na matusi juu ya Dindi. Huyu Dindi ni kijana. He probably has excitement na hii mambo mingi mpya. Understand him. Even me, I work with him that way. Because I am his leader of majority, he's my chairman budget. I push things in parliament, some of which I don't know what they are, because he just like comradeship and teamwork. But you need not fight. Number 2, unajiharibia ukipiga wabunge sababu ya huyu kijana. Because now you're actually forcing them to coalesce around him. Na naenda wanapewa tu barabara ya mara mkuu wa budget, so they have something to go to. Stop fighting. Na wache kupigana na wao. Make friends with them. And if you even want to go anywhere, my brother, learn to work with other people. Sasa you're putting me in a very difficult situation because me, I have to work with these MPs. Yeah. I have to work with you as the deputy president. Anyway, I was wasting my time. Vita ikaendelea mpaka tukaenda tukaitwa Tokonia, Kudago tume nini. Hiyo ikaleta shida. Ati mkaitwa? Tokonia, Kudago tume takataka nyingi tukatukanwa. Mukaitwa. Tukaitwa. I remember he left us aliniacha Bungoma. In fact, I was trying to hike a lift with him to come back to Nairobi because he was living us in Bungoma. We had Madaraka Day, I think, in Bungoma then. Okay. Then he said, no, me, I'm going to Nanyuki. Kumbe hiyo Nanyuki ndio alienda some Kikuyu songs Mogithi thing. Akaenda tukatukanwa. The following week tukapatana State House. Nikauliza wewe atulienda kuniita Kakonia mimi. Mimi ni Kakonia yako. Hiyo inamaanisha nini? Kakonia ni kangunia. Na kuda gotome ni wale watu wanakuunda hivi. Alafu unawatuma. So anyway, ile matusi yake si unaona hii matusi anaendelea naye hata saa hii. So tukakorofishana, president akaingia tukaacha, na yeye akatoroka akaenda kuongea na Simuko kwa nyasi. In fact, ile mtu alikataza hiyo vita ni Aaron na Faruk. Hiyo siku. Vita gani? Hiyo. Yako na Rigiji? Ilikuwa kelele mingi sana hapo. Wewe ulikunda kulimana na Rigiji? Si kulimana, mimi siwezi pigana. I'm a very peaceful person. But I will ask you. Oh, so it was a verbal fight. Exchange. Yes. A verbal exchange. But all of these money that you're saying, oh, he was doing this, he was getting money from here, nini. Hakuna pesa mulikula nae? Unakusema you were just innocent. Hapana, iko siku sasa nidanganyana kwa nini? Si tuliambiana tu sema ukweli. Si ndio uliniambia? Yeah. Iko siku. Wakati tuligundua wamekula na Machogu pesa ya chakula. Ya watoto. Nikaza wewe. Nakula peke yako kwa nini? Ulituita hapa tunasomea watu in our presence. Tunasikia hiyo pesa ililipwa. Na umegawiwa. Hapana, hiyo ni propaganda ya wakora. Kwanza huyo Msomali yako hapo ataona. Ngoja kwanza nimuite, nikachukua simu. Ngoja achukue, I'll get hold of him. We will fire him. That day kutoka kwa ofisi hapo nikapewa chai sawa mkubwa, lakini hiyo mambo nilikuwa nimesikia tu fununu kama ni hivyo ni sawa tu. Nikatoka nikaenda nyumbani Lavington kitu 9:30 hivi,
Jamaa wake alikuwa anafanya kwa ofisi yake anaitwa Ngodho. Anaitwa? Ngodho. Si Ngodha. Dirty mind. Naitwa Ngodho. Ni jina ya Kikuyu. Useme hivyo. Ngodho. Sema hivyo. Sasa unajua tuongee Kikuyu. Okay. So Ngodho akanipigia simu akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Wapi? Lavington. Tukutane hapa Shell. Iko nini? Iko kitu nimeambiwa ni kudropia na mkubwa. Sawa? How many minutes? Natoka kwa ofisi maybe about 20 minutes. So kachukua gari kaenda hapo Shell. Kakuja na backpack ya black. Nimeambiwa nikuletee hii. Ni nini? Kafungua zip. Kwa nini naweza beba kwa backpack ya black? Si hata vitabu. Okay. So uletewe vitabu kutoka kwa Rigiji. Kwa nini CS education? Nikapata iko milioni ngapi? 5 million. Tano. Kenya shillings. Yes, in Kenya shillings. Cash. Crisp clean notes. CBK ile kwanza iko na karatasi ya white. Ile ya white. Na iko na polythene juu. So nikamuuliza ni ya nini? Ambia no, boss ameniambia nikuletee, atakupigia. Okay, sawa. Kachukua. Kaenda kuna ofisi nyingine hapo. Kaenda nikaweka kwa ofisi, kaweka kwa safe hapo Kilimani. Karudi nyumbani. About 10:30 akanipigia simu. Sasa unajua ile maneno tuliongea, najua kazi yako ni ngumu. Ambia kwanza sana. Unajua kwanza hii ofisi yangu every now and then wabunge wanataka support ya weekend harambee nini, naitwa harambee saa nyingine nimekwama kabisa. Ndio nimesema nikusaidie kidogo ili uweze kujisukuma weekend. It was a Thursday evening. Najua kwanza siku hiyo nilikuwa na harambee sijui wapi. Nilienda nikachomoa mita pap. Big boys. Yes, nilikuwa na do. Lakini hiyo tu sikuwa iona nyingine. Sasa sijui kama ni iliibiwa ya chakula ama ni ile ya confidential niligawiwa. So wait, 5 million peke yake ndo maikula na Rigiji hii. Alinipea 5 million kwa nini? No, in his entire his entire, because you know I sit down with him na pia atakuja na zake aseme kwanza huyo Kimani ndio. Akisema kama alinipea si aseme. Si ni mimi nimekwambia hata ni nani alipewa. Okay. Ngodho is a living witness. Okay. Mimi sikuambia watu wamekufa ama watu wenye hawako. Okay. Nakwambia watu, nikwambia wenye wakupanga guns nikakuya na Mejadong, enda uwaulize. Okay. Ama uende DCI uulize DCI hao watu mlikuwa na investigate nini? Ama uulize DCI ile ripoti mlipata ya mbuzi za Mama Ngina na Uhuru mlipata ya nani? Okay. So this is what has been the beef between you and Rigiji all along. These two small things that were happening. Of course, now the fact that I never supported him initially, then of course wakati mambo ya impeachment ilikuja, it became untenable. The blackmail became too much. The government almost became dysfunctional. Hizi vitu mnasemanga tu kuwekelea Rigiji haki. Si awekelewe kwani ni mtoto si ajiseme. Si tunasema naye aseme yake. Okay. Shida yake ni uongo mingi. Look at the consistency of what I will tell you, what anybody else will tell you. Yeah? Okay. And you heard what the president said. True account of events. The president stopped MPs twice from collecting signatures.